Papua Guinea. Bwana, nchini Papua Guinea bwana kuna taarifa za ajabu. Kuna nini huko? Lakini mila na desturi nimesema zinatofautiana kutoka kabila moja kwenda kabila nyingine. Na tulizungumza tukasema hapo unapotoka unaenda sehemu fulani. Utaratibu umekaaje? Yes. Na ni vyema ukienda kwenye nchi ama kabila ama kwenye mkoa basi cha kwanza ni vyema ukapata kujua namna ya mila na desturi zile za kawaida. Zile za kawaida. Wachana zile ambazo zimejificha. Bwana, twende kule nchini Papua Guinea. Bwana, kuna Guinea za aina 3. Kuna Guinea Bissau, kuna Equatorial Guinea, lakini hii ni Papua New Guinea. Nchi ya Papua New Guinea ni moja katika nchi zile ambazo zina tamaduni za aina yake na za kufurahisha kwa upande wao, lakini kwa kuwa isiyo ya kwako unaona kama ni ajabu vile kidogo. Dani ni kabila linalopatikana Papua New Guinea na lenye desturi na mila za kutisha, hususan kwenye masuala ya ndoa. Bwana, unaambia kwamba mwanaume ili kuoa lazima akate kidole chake cha mkono wa kulia kama mahari kwa bi harusi wake. Bwana, kwa hiyo nikitaka kwenda kuoa lazima ukate kidole chako kimoja cha mkono wa kulia. Begeres. Utaratibu hapana huo. Lakini katika kesi ya talaka inabidi kukatwa vidole viwili kwenye mkono wake wa kushoto. Mwanamke anapo mtu wa talaka. Yes, ikiwa kuna changamoto ya talaka na ukitaka kutoa talaka, basi wewe mwanamume unayetoa talaka inakubidi kwa lazima ukatwe vidole viwili. Mwanamke akidai talaka, yeye ndo anakata. Fuata mila na desturi za nchi yetu baba. Sisi watu wa kabila la Dani huku New Papua Guinea. Huo ndio taratibu wetu. Lakini mwanamke anapofiwa na mumewe inabidi akatwe vidole vyote vya mkono wa kushoto kuashiria uaminifu alioishi na mumewe mpaka kufa. Kwa hiyo mwanamke ndo anakatwa vidole. Mwanamke baada ya mume wake kufariki kashazikwa, tunakurudisha nyumbani baada msiba. Baada msiba. Kwa hiyo ukikutwa mtu kafiwa kwa vidole vyote uje bana huyo kafiwa huyo kafiwa na ukienda kumuoa ujana kukata kidole kimoja. Kwa hiyo kwa maana hiyo hairuhusiwi kuolewa tena mara baada ya hapo. Wanasema hivi. Mwanamke anapofiwa na mumewe inabidi akatwe vidole vyote kama ishara ya uaminifu wa kuashiria kwamba amefiwa na mumewe na ameishi kwa mumewe mpaka anafariki na hataolewa tena. Nakaa hivyo. Mama mengine usituulize sisi inakuwaje. Unakaa hivyo. Kwani sisi tulikuambia uolewe na huyo akafa. Kwa hiyo katika hali yoyote ile, iwe ndoa, iwe talaka au kifo, lazima kuna vidole vitakatwa kuonyesha kwamba uliwahi kuolewa, aidha ukafiwa au ukaachwa. Yaani kwa maana kwenye ndoa yenu lazima kidole kihusike kwa aina yoyote ile. Kingoke. Ukitaka ukiona vidole vyako vinakukera nenda Papua New Guinea. Utakumbana na hili jambo. Lakini katika hali isiyokuwa ya kawaida ni kwamba mwanamke ambaye amekutwa na hiyo kadhia anakuwa na heshima sana. Wao sasa wanasema hivyo. Wao wanakuwa na heshima mno. Mara baada ya kukatwa vidole. Ushakatwa vidole. Sio kukatwa, ushakatwa. Ukigoma unagomaje? Wandewa kitengo cha kukata vidole kimekaa na kina sheria. Baba yako hilo analiunga mkono, mama yako analiunga mkono, familia, na ukitaka usalimike kwenye kabila hili la Wadani nchini Papua Guinea, uhame. Umtafute mpenzi kama jamaa wa Kenya huyu akulipie uhame naye. Haya ndo wale nauli sasa kama hiyo. Kabisa. Bwana, hiyo ilikuwa taarifa kutoka kule nchini Papua Guinea ambako tunaambiwa kwamba ni mtalaka lazima katwe mikono, vidole vyake vya mkono. Lakini ukitaka kuoa katika hilo kabila lazima wewe ukatwe kidole kimoja ikiwa ni sehemu ya mahari. Lazima kidole kihusike.